Ndoto za Lami. Sura ya kwanza. Sauti ya ndani. Mtaa haujawahi kuwa mororo kwa Saidi. Asubuhi ya Dar ilimkuta amekaa juu ya jiwe lililopasuka pembeni ya barabara, macho yake yakiwa yamechoka kabla hata siku haijaanza. Magari yalipita yakipiga honi, bodaboda zikapita kwa makelele, na wauza kahawa wakapiga kelele zao za kawaida, lakini ndani ya Saidi kulikuwa na ukimya mzito. Hakuwa na kazi. Hakuwa na mtaji. Lakini alikuwa na ndoto kubwa kuliko mfuko wake. Unajua shida yako ni nini? Sauti ya ndani ilimnong'oneza. Unajua unachotaka ila hujui utaanzia wapi. Saidi alikuwa kijana wa mjini, alikulia kwenye mitaa ambayo kila kona ilikuwa na hadithi ya kuanguka au kuinuka. Aliona marafiki zake wengine wakipotea kwenye pombe, wengine kwenye dili za giza, na wachache sana wakivuka kwenda upande wa mafanikio. Kila siku alijiuliza, mbona mimi bado niko hapa? Mfukoni alikuwa na simu ya zamani, skrini ikiwa imepasuka kama maisha yake kwa wakati huo. Lakini ndani ya simu hiyo kulikuwa na kitu ambacho watu hawakukiona: maono. Alitumia muda mwingi mtandaoni kuangalia watu waliokuwa na ushawishi, wakiongea na maelfu, wengine mamilioni wakisikiliza. Alijua moyoni kabisa kwamba naye angeweza. Acha ndoto za Instagram, jirani yake alimwambia siku moja kwa dharau. Ushawishi haupatikani bila hela. Maneno yale yalimchoma, lakini hayakumuua. Yalimfanya awe mkimya zaidi na mwenye njaa zaidi ya mafanikio. Saidi hakuwa mtu wa kelele. Alikuwa mtu wa kuangalia, kusikiliza na kufikiri. Alijua kuongea, alijua kugusa mioyo ya watu, lakini maisha hayakumpa jukwaa. Kila alipojaribu kazi aliambiwa, tutakupigia. Simu haikuwahi kuita. Usiku mmoja, akiwa amejilaza kwenye godoro jembamba ndani ya chumba kidogo kilichonuka vumbi na jasho la ndoto zilizokwama, alijiuliza swali ambalo lilimbadilisha. Kama sina mtaji, nitumie nini nilicho nacho? Alitabasamu kwa mara ya kwanza siku hiyo. Alikuwa na sauti. Alikuwa na mawazo. Na alikuwa na mtaa uliomlea. Kesho yake, Saidi aliamka mapema kuliko kawaida. Alifungua simu yake, akaangalia kamera yake iliyokuwa inatetemeka kidogo, na kusema kwa sauti ya chini lakini yenye uhakika, leo siko tayari kuajiriwa. Leo naanza kujijenga. Hakuwa anajua bado safari ilikuwa ndefu, ingejaa dharau, njaa, kukataliwa na machozi ya kimya. Lakini pia hakujua kwamba siku moja jina Saidi lingetamkwa na watu wengi kuliko alivyowahi kufikiria. Na hapo ndipo safari ya kijana wa mtaa ilipoanza. Si kwa pesa, bali kwa imani ya ndani isiyokubali kushindwa. Ukipenda, sura ya pili itaingia moja kwa moja. Jaribio lake la kwanza na kushindwa vibaya. Shinikizo la marafiki wa mtaa. Na tukio dogo litakalobadilisha mwelekeo wa maisha yake.